How do women engage in conservation? How do we advocate for communities' rights in general? By involving women in conservation, we are creating a generation, a nation where forests will thrive at the benefit of the communities. I first started working in conservation in 2005 when I was volunteering at Lawyers Environmental Action Team. She left a really good job as a lawyer, something in our culture that would be considered crazy. I think being a lawyer really shaped my perception on conservation. It has helped me to really know the laws of the country, securing the rights of the community to own their own pieces of land, to participate effectively and benefit from forest resources. I am more of a conservation than a lawyer. I work for Mjumita. This is a mtandao wa jamii wa usimamizi wa misitu Tanzania, but also famously known as the Community Forest Conservation Network of Tanzania. La Mjumita ni mtandao wa jamii ambao umeanzishwa na jamii kutoka kwenye ngazi ya vijiji. What makes Mjumita unique is our structure. We work with the communities on the ground. We don't work for them, we work with them. So Mjumita acts as a voice for what I consider the voiceless, because they're working with communities that are adjacent to forests, but most of those communities probably don't know their rights. Rahima yeye anafanya kazi na almost wanachama moja takriban 15,000 nchi nzima. Ana vikundi vingi tu kwenye vijiji karibia 154. Kila kikundi, kila kijiji kina vikundi huko. Kwa sababu wao wanachofanya, wakifika sehemu wanatengeneza mtandao, na kazi kubwa ya ule mtandao ni kufanya kazi kama unavyoona kwenye ile picha. Ile picha ya nembo ya Mjumita ni aina ya mnyama ambaye yule mnyama kinapokuwa kinafanyika kitu chochote, yule mnyama hakai kimya, anapiga kelele. Jamii ilikuwa inapata shida kwa namna moja au nyingine, kwa sababu walikuwa wanakata mazingira miti ovyo kutokana mlikuwa hamna kitu chochote. We know why people go to the forest, because they need to eat, they need land, and most of them they're doing beekeeping but in a very traditional way. So now we are trying to change that narrative and make it more commercial. So providing them with the proper training, providing them with the proper gears. And now we built a honey processing and collection center in Mabuha village where communities can bring the honey, process it, and then sell it for very good profit. Sisi kama kina mama tunauza asali, tunauza nta, tunatengeneza sabuni kutokana na mazao ya nyuki. Kazi ya Mjumita imeongeza kipato kikubwa kwa wanawake. Kiangalia mpaka kwenye jamii, bado wananchi wanaamini kabisa kwamba Mjumita ni chombo chao moja kwa moja. Ni chombo cha kijamii, chombo cha wananchi. She's one of the very few women in Tanzania who is Tanzanian that is actually doing something like this. She not only shows that women can do it, but also as locals, we do have the capacity to lead organizations. Watoto wanajivunia kazi yake. Wanajivunia kazi yake kwa sababu wanaona kwamba kazi ambayo anaifanya ya uhifadhi ni kazi ambayo ina faida kwa jamii. Hiyo yote unaweza kuona kwamba ni furaha katika familia. Tunafurahi na tunafuata nyayo zake. I think it's about time her work got recognized. Times are changing, things are changing, and we need to see more people like her and hear more stories like hers. Working in isolation is not a solution, but working with other people, working with the government, other stakeholders is very key. Let's encourage our daughters, encourage your wives, your sisters to get into conservation. Women can be leaders. Women have the capacity.